Sababu hizi unazoziona hapo upelekea mwanamke yeyote period yake kuchelewa au kutokuja kabisa, hali ambayo huwapa wanawake wengi wasiwasi na kufanya wanawake hawa washindwe kujiamini, wawe na msongo wa mawazo. Jambo la kwanza ambalo linapelekea ni ujauzito. Hii tunajua kabisa mwanamke akibeba ujauzito sio rahisi yeye period yake kupatikana. Ila sio hivyo tu, msongo wa mawazo. Mwanamke yeyote ambaye anapitia kipindi cha stress huwa kinaenda kuvuruga homoni zake na upelekea period kutopatikana kabisa au kuja imechelewa. Sio hivyo tu, tunasema mwanamke yeyote ambaye atapungua uzito, sawa mwanamke kupungua uzito wake either amepungua au ameongezeka kwa kasi sio ya kawaida, ambapo mwili unashindwa kudetect hali inayoendelea, upelekea hata homoni yake kushindwa kubalance vizuri na umpelekea hata period yake kutoeleweka. Ila jambo jingine ambalo ni jambo kubwa ni mabadiliko ya homoni, na hapa tunaangalia pale ambapo mwanamke anafikia umri wa kubare, ameshapita kwenye umri wa kubare, anaelekea kwenye ile hali ya menopause, yani tunasema miaka 45 naenda above, sawa, ambapo tunasema kipindi cha menopause au ukomo wa hedhi unapofika upelekea huyu mwanamke period yake kuanza kurukaruka au kutoonekana kabisa. Ila sio hivyo tu, mabadiliko au magonjwa kwenye hedhi ya thyroids, sawa, au tatizo la PCOS umpelekea mwanamke huyu period yake kutopatikana, na hata ikipatikana huja na maumivu makali. Sio hivyo tu, tunasema wanawake wengi wanaotumia uzazi wa mpango wanawake wengi wanaotumia uzazi wa mpango, hii hali huwa inawakuta hali ya mwanamke period yake kutopatikana kwa wakati au kutopatikana kabisa. Sio hivyo tu, tunasema mwanamke ambaye afanyi mazoezi kwa wakati, hana muda kufanya mazoezi, huyu mwanamke yuko kwenye hali ngumu. Kumbuka mwanamke inabidi ufanye mazoezi either hata ni ya yoga walau dakika 30 kwa siku nyumbani kwako, hiyo itakuweka vizuri. Sio hivyo tu, baadhi ya vyakula ambavyo wanawake wanakula ni vyakula ambavyo havina madini yanayohitajika ndani ya miili yao, hivyo basi upelekea changamoto ya kutobalansisha kwa nini homoni na kupelekea huyu mwanamke period yake kutopatikana. Sio hivyo tu, wanawake wengi wanaotumia uzazi wa mpango, mwanamke akitumia uzazi wa mpango, huyu mwanamke yuko kwenye hatari kubwa sana. Maana yake atapotumia uzazi wa mpango, huo uzazi wa mpango, sawa, au matibabu hayo huenda kuvuruga homoni, na anapovuruga homoni upelekea period yake kutokuwa sawa, kwa sababu matibabu hayo yakiyatumia ni kwenda kuvuruga homoni ili zisiweze kutambua ni wakati gani huyu mwanamke na bibi abebe ujauzito. Ila tatizo nyingine ni matatizo ya uzazi. Huyu mwanamke anaweza akawa na changamoto kwenye mfuko wake wa uzazi, sawa, hii hali inaweza ikawa ni chanzo cha period yake kutoonekana. Ila sometimes hii hali huwa inawatokea hata wanawake ambao wananyonyesha au wametoka kujifungua, ndio maana huwa tunawapa muangalizo. Mwanamke yote inabidi walau miezi 6 inakuwa mambo hayajawa vizuri, hayaeleweki, aidha uingia au usiingie, ila baada ya hapo kama hii hali ikitokea inabidi uchukue hatua. Sio hivyo tu, tunasema matumizi ya aina ya dawa fulani za kemikali zinaweza zikawa ndio chanzo cha huyu mwanamke kutoweza kuingia period au kutoweza kupata period au period yake kuchelewa. Sio hivyo tu, kuna sababu ambazo zinaweza zikatokea huyu mwanamke akawa na hiyo hali, sawa, hata kimazingira, kuhama kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani ni chanzo cha hali hii kutokea. Natumai umenielewa, na kama wewe ni mwanamke unapitia hali hii ya period yako haieleweki, kumbuka Safe Afya Point nipo kwa ajili ya kupatia suluhisho, ushauri pamoja na na suluhisho. Usiache kunipigia au kunitumia ujumbe WhatsApp, ila hakikisha una follow na kushare kama hautojali.